Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Maalim Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa kutafsiri ishara za nyota na ndoto na utatuzi sahihi katika afya za mwanadamu au maradhi ya kibinadamu na maradhi ya kijini au maradhi ya kishaitani au maradhi ya mapepo. Tumekuwa tunaona matatizo mengi yanayohusiana na maradhi ya mapepo au mashaitani, na hakuna hata mmoja anapendelea. Kwa hakika hakuna hata maradhi ya aina yoyote ya mwanadamu ya mashaitani anapendelea. Kwa hiyo inaonesha ni tatizo ambalo hakuna mtu anapendelea. Twaib, ikiwa tunaendelea katika utaratibu wa kufasiri ishara za nyota katika kipindi ambacho nachotaka kuelezea ni kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 20 ya mwezi huu wa 7 mwaka 2026. Haya ndio matukio yanayohusu au yanayoashiria kila mtu. Nikisema kila mtu, maana yake kila mtu anayo nyota. Nikisema anayo nyota pia, maana yake ni kila mtu kazaliwa ndani ya utawala wa nyota. Kwa hiyo hakuna mtu atakayekwepa kwa namna yoyote. Na masala kama haya huwa hayapo kwenye imani kama watu wanavyofikiria. Haya ni masala yanayokwenda sahihi kwa uhakika. Kwa nini yamekuwa na uhakika? Ni kwa sababu yanaendana na matukio yaliyokuwa sahihi kwa mzunguko. Au haamini usiku, atakuwa anachekesha kwa sababu usiku unafika na unaonekana, mchana unafika na unaonekana. Vyovyote itavyokuwa, umeuona mchana, hukuona mchana, waliona mchana watakwambia huu ni mchana, waliouona usiku watakwambia huu ni usiku, hata kama wewe haukuona. Hii ndiyo maana kubwa ya haya ambayo ninayoashiria, na watu pia wakafurahia, wakashukuru. Nami nafurahi kwa sababu wananishukuru, ni jambo la kheri zaidi. Twaib, katika kipindi hiki kwenye history za unajimu au katika elimu za anga, nikisema elimu ya anga manake ni elimu inayohusisha mambo ya sayari. Kwa hiyo utaona inahusishwa na nini katika kipindi hiki. Nachotaka kuelezea ni kuimarisha mahusiano ya kifamilia na watu wa karibu. Kwa hiyo kwa mtu yeyote lazima ajue ni wakati wake wa kufanya nini, wa kuimarisha mambo ya kifamilia na watu wake wa karibu. Kadhalika kujenga utulivu wa maisha ya majumbani kwetu. Ndio yale utaona ni familia. Walikuwa kwenye mahusiano waangalie familia zao. Na pia kingine ni katika kupanga matumizi kwa busara. Matumizi yale ya kila siku, iwe kwa familia au kwako wewe mwenyewe, na kulinda rasilimali. Yani kulinda zile mali zako ambazo uko nazo. Usikubali watu wakakuteteresha, utasikitika zaidi kwa sababu utaharibikiwa. Na pia vile vile ni kipindi kizuri iki ambacho nataka kuelezea matukio yenu. Pia mjue kuna kusikiliza hisia na kutumia subra kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Kwa hiyo haya nimeyatanguliza ili kila mmoja wenu au kila mmoja wetu aweze kujua katika kipindi hiki ni mambo gani ya kuzingatia, mbali na hizi ishara nazotaka kuelezea kwa kila burji au kwa kila nyota zenu. Twaib, tukianza na nyota ya kwanza ambayo ni kondoo. Katika kipindi hiki taarifa nyingi utakazozipata zitakuwa za kukufariji zaidi, yani za kuonesha watu wamekujali, na pia vile vile haja zako zitatekelezwa, na hasa ikiwa huna mikosi utaona mambo yanaenda vizuri. Lakini pia watu watakutekelezea yale matumaini yako, au utafikia katika yale matumaini yako. Sasa itategemea, ukiwa na mikosi mambo hayatatimia kwa kiwango kikubwa, lakini ikiwa huna mikosi utaona kwa kiwango kikubwa yametimia, na itakuwa ni faraja kwako. Na nyota ya pili ambayo ni ng'ombe, kipindi hiki neema, mafanikio utaona yanakuwa ni mazuri. Kama ulikuwa na mpango wa kujenga, basi ni wakati mzuri sasa kipindi hiki uanze ujenzi. Japokuwa sasa ni kipindi cha kwanza ujenzi au kuendeleza ujenzi, lakini ulikuwa umesimama. Sasa inatakiwa ujue tena ni lini unatakiwa kuanza ujenzi huo au kuendeleza. Huu ndio utaratibu wa kuelekea katika mafanikio, si ukurupuke tu kwa sababu ni kipindi cha kuanza ujenzi au kuendeleza basi ndio ukaanza siku yoyote. Utaharibikiwa, alafu utaona kwamba mtaalamu aliashiria
vitu ambavyo vimeenda kinyume, hali ya kuwa wewe ndio utakuwa umeenda kinyume kwa sababu kufuata utaratibu. Lakini ni kipindi kizuri kwa kusahihisha mambo yako au kuyaweka vizuri mambo yako. Na hiki kipindi utapata marafiki wengi, mialiko mingi. Kwa hiyo ni vizuri ukashirikiana na marafiki zako na hata kuwasaidia pia. Nyota yetu ya tatu ni nyota ya mapacha. Katika kipindi hiki vitu vingi havitatimia, huzuni zitakuwa ni nyingi, uadui utaongezeka, utaona vitu vingi havitimii, lakini pia vitu vyako vitaibiwa. Yani ni kipindi hiki ni vizuri ukajiandaa kama utaweza kuokoa baadhi ya vitu vyako, lakini nafasi kubwa ya kuibiwa, kupotea itajitokeza. Kadhalika kwenye migogoro, magomvi yatajitokeza katika nyota yenu ya mapacha. Kwa hiyo ni kipindi kinahitaji nini tufanye? Mara nyingi ni maswali yamekuwa yakiulizwa kwa wale ambao wanaelekea shida. Sasa nitafanyaje? Nifanyeje nisipate na shida kama hiyo? Kwa kawaida ni matukio yanakwenda kwa muda, ukipita yanabadilika. Sasa ili uepuke, manake kuna vitu vya kufanya ni maombi. Kuna maombi yatakiwa yafanyike mara kwa mara, lakini pia ujikague mikosi uliokuwa nayo ili itatuliwe hiyo mikosi, hata kama yatatokea matukio yako. Maana huwezi ukayakwepa, lakini yatokee kwa kiwango ambacho hakitakuletea madhara, hakitakuletea msongo wa mawazo. Una 200,000 zako zikaibiwa zote, utasikitika, lakini kwenye 200,000 zako wakiiba 20,000 utasikitika, lakini utaona kama kuna kaunafuu fulani. Yani nikisema unafuu sio kwamba unafuu watu waharibikiwe, hapana. Kama nilivyofafanua mmenifahamu. Tayeb, nyota yetu ya 4 ni nyota ya kaa. Kipindi hiki yatahusu mambo mengi yanayohusiana na maisha. Unataka kuoa ni wakati wake, unataka kujenga ni wakati wake, unataka kuomba kazi ni wakati wake, unataka kupima afya yako kuijua ni wakati wake, unataka kufanya suluhu ni wakati wake. Lakini kipindi hiki ni kipindi cha kupata raha zaidi. Kwa nini? Ni wakati wa kujitoa kwenye dhiki ukaelekea kwenye mambo ya faraja. Sasa unaelekeaje hali ya kwa wewe hujui? Ndipo pale lazima muwapate wataalamu wazuri, wataalamu wabobezi wenye uhakika, wakawa wanawashauri, kwa sababu yale maushauri watawapa yataendana na uhalisia zaidi kuliko kupewa ushauri na yule unayemwamini mtaalamu alafu ushauri na uhalisia vikawa haviendi sawa. Kwa hiyo utaona ni masikitiko kwako wewe ambaye ulikuwa umeelezwa usifanye jambo fulani. Lakini pia katika vituko vitakavyotokea au katika matukio yatakayojitokeza kwenu nyinyi wa nyota hii ya kaa, yatakuwa ni mengi zaidi. Yani matukio yatakuwa ni mengi zaidi. Sasa kuna matukio yatakufurahisha na kuna matukio yatakayosikitisha zaidi. Kwa nini cha kufanya ndio kama hivyo, kufanya maombi, lakini kujikagua mambo yako zaidi. Kama kuna mikosi manake iondolewe. Na nyota ya 5 ni nyota ya Simba. Kipindi hiki ni wakati wa kupata misaada au kutoa misaada. Wewe watakusaidia, lakini na wewe pia uwasaidie wale watakaohitaji misaada. Kiwango cha kusaidia huwa hakiko maalum, kinategemea na nafasi utakayokuwa nayo. Na usifanye ubakhili. Usikasirike kwa kukumbuka matatizo yaliyopita kwako, basi ikawa ni sababu ya kutosaidia watu wengine kisa ulipata matatizo wakati uliopita. Huwa haiko hivyo. Na mara nyingi ukiendana na matukio yako, basi kwako inakuwa ni baraka, kwa sababu unaendana na uhalisia. Ni kama mkulima, wakati wa mvua lazima alime au apande, hawezi kulima wakati wa jua. Kadhalika mtu anayekuwa na hela ndogo hawezi kuingia kwenye supermarket alafu akaenda kufanya manunuzi makubwa ambayo ni kinyume na pesa yake. Kwa ni vizuri ukafanya matumizi kutegemea na kiwango chako. Kadhalika ukiendana na matukio, maana unakuwa unaendana na uhalisia wako, kwa hiyo utafanikiwa. Tayeb, katika hii nyota ya Simba ni wakati pia wa kufanya biashara, wa kupata kipato, kuongeza kipato. Ni wakati mzuri, na ikiwa huna mikosi utakuta kile ulichokifanya kinaenda vizuri. Lakini kipindi hiki uwe mwangalifu zaidi, kwa sababu kuna migogoro ya wanawake, wataanzisha migogoro mikubwa. Ugomvi utakuwa ni mkubwa. Sasa ukichukulia hasira zako na ule ujeuri uliokuwa nao, manake huenda usivumilie. Na usipovumilia manake utaleta migogoro mikubwa zaidi kwa wanawake au kwa wale ambao wanaoshirikiana nao. Italeta migogoro. Na hata kina mama ambao ni nyota hii ya Simba watagombana zaidi hata na marafiki zao. Kwa hiyo ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Na nyota ya 6 ni nyota ya mashuke. Katika kipindi hiki nilichotaja hakitafikia mwezi, itakuwa ni masiku machache kama nilivyoashiria, kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 20 ya mwezi huu wa 7. Watu wa nyota hii ya mashuke kama wameolewa, wakwe zao
na kama mmeoa wakwe zenu, yani ikiwa umeoa ni ule upande wa mkeo, yani wakwe upande wa mkeo, na ikiwa umeolewa ni wakwe upande wa mumeo, kutakuwa migogoro, kutakuwa mizozo. Kwa ni vizuri ukawa muangalifu zaidi. Miongoni mwa maneno, jitahidi uendane nayo. Zile hasira zako, jeuri ulizokuwa nazo, basi ni jitahidi zaidi kuzivumilia katika kifua chako. Lakini watakuja ndugu, yani makaka au madada, kwa pande zote. Ikiwa ni mwanamume una nyota ya mashuke, watakuja dada, kaka, wakihitaji msaada, wasaidie kiasi ya uwezo uliokuwa nao. Lakini kuliko kuwanyima kabisa haitofaa, kwa sababu utakuwa umeendana kinyume na matukio uliokuwa nayo. Lakini pia kuna taarifa zitakazokufika au kufikia, ni vizuri ukaziangalia zaidi. Yani uzifanyie kazi, uzifuatilie, zitakuwa zina msaada mkubwa zaidi wa kuepuka mabalaa au wa kupata njia ya kufikia mambo mazuri. Na miongoni mwa huo ujumbe ndio miongoni mwa nini, mwa habari ambazo zitakazokufikia. Twaib, harakati za hapa na pale usijiziwie. Kama kuna safari za hapa na pale zifuatilie, kwa sababu zitakuwa na msaada mkubwa. Lakini pia unayo nafasi ya kuingia mikataba, na hiyo mikataba ni vizuri ukawaona wataalamu wa mikataba, wakakushauri, wakakusaidia. Na ile kujiamini kabisa, maana kuna watu wana tabia ya kuamini mawazo yao katika kitu ambacho hawana taaluma nacho, alafu akaona wamefanya, wamepatia, ni makosa makubwa. Na haya nimekuwa na shauri mara kwa mara, ni vizuri watu wakaendana na kufuatilia taaluma. We taaluma za kuashiria, haya naashiria katika ishara za nyota huna, na ashiria katika tafsiri za ndoto huna, lakini unataka na wewe kuonesha unajua, ni aibu. Na haipendezi mtu kujiingiza katika jambo ambalo huna maarifa nalo. Katika nyota ya 7 ni nyota ya Mizani. Katika kipindi hiki mambo mengi yatakuwa ni mwisho, yani utajua hatima. Ni kama vile tunavyosema katika zile tunazokuwa tunasema, yani kujua hatima. Ni vitu muhimu. Hatima ni katika destiny, yani hatima ya jambo lako, uko kwenye hatima gani? Ndio kipindi hichi cha watu wa Mizani wataweza kujua hatima ya mambo yao. Kama uliomba kazi, utajua sasa umepewa au hukupewa. Kama ulileta mzigo wa biashara kutoka China, kutoka Dubai, sasa utajua kama mzigo wako utaleta faida au hautoleta faida. Ndio maana yake iko hivyo. Taib, katika nyota ya Mizani kuna taarifa za wazazi, nazo zinahitaji kufuatilia. Ujue hali za wazazi wako, lakini pia vile vile ujue makazi yao, na hata makazi yako wewe itakuwa ni wakati mzuri. Lakini kuna mambo yaliyojificha. Haya pia ni wakati wake wa kujua. Yani kama uliweka akiba, inawezekana ukatafuta ukaziona. Lakini pia yale ambayo yalikuwa yamefichika, manake yatasitirika zaidi. Kama uliweka akiba, basi jitahidi sana usizichokoze, usiende kuzitumia akiba zako, zitakusaidia wakati mwingine. Ukizitumia kwa sasa zitakuharibia, maana utajuta wakati ule unaokuja, utakosa cha kukusaidia. Nyota ya 8 ni nyota ya Nge. Kipindi hiki utapokea zawadi nyingi, na ikiwa huna mikosi ndio utapokea zawadi nyingi zaidi. Lakini pia kuna taarifa nyingi utakazopokea zitakuwa za furaha, haswa ukiwa huna mikosi. Lakini ikiwa una mikosi, taarifa hizo nyingi zitakuwa sio za kukufurahisha, zitakuwa za kukuhuzunisha. Lakini pia utatuhumiwa. Tuhuma wewe inakuwa ni kama kusingiziwa jambo. Unaweza ukasingiziwa, na huwa tuhuma huwa sio jambo zuri. Huwa ni yale mambo ambayo ukiyasikia mwenyewe unasikitika, unakasirika. Yawezekana hata wale waliosema tuhuma hiyo, basi utagombana nao kutegemea na hasira zitakavyokuja. Lakini mara nyingi watu wengi wamekuwa ni wasemaji sana. Kwa utaona kipindi hiki utakuwa unasema sana, sio? Kwa hiyo ni vizuri ukachunga unataka kuongea nini. Ni bora ukanyamaza ya kuume kwenye moyo kuliko kusema. Utasema kitu utamkwaza mtu, atakaa nacho muda mrefu. Lakini ni wakati wa kupata mikosi. Mikosi ni ile hali ya mambo kutofanikiwa. Kwa hiyo utaona mambo mengi unayoyapanga, unayofuatilia hayafanikiwi. Dawa ni nini? Ufumbuzi ni nini? Utatuzi ni nini? Nimeshafafanua. Ni kumuona mtaalamu aliyobobea ambaye ana uhakika wa utatuzi wake, na ule utatuzi ukakusaidia. Otherwise utajikuta unahangaika, unaendelea kuhangaika, lakini huku unasema nimeenda kwa wataalamu hawajafanikiwa. Mbona jibu ni rahisi? Ukienda kwa mtaalamu akakwambia ninafanya kitu fulani, matokeo ni kitu fulani, haijakuwa, maana yake hiyo kazi haijawa. Mtaalamu airejee afanye nyingine, au ende kwa mtaalamu mwingine imemshinda.
hiyo ndio inavyotakiwa na ndio usawa. Usianze kutafuta sababu na kuremba, huwa hakuna kwenye kuremba. 1+1 huwa ni 2 tu, wala hakuna unajua ikiwa hivi, huwa hakuna maelezo. Ndio elimu za nini? Elimu za namba. Namba nyota ya 9 ni nyota ya mshale. Katika kipindi hiki majanga utapata, maradhi yatajitokeza kwa wingi, uadui utaongezeka zaidi, na tuhuma zitatokea nyingi, na haswa tuhuma ni za wanawake. Kwa hiyo mwanamke kwa mwanamke atatuhumiana, mwanamume atatuhumiwa na mwanamke. Kwa hiyo utaona tuhuma zitakuwa ni nyingi zaidi zitakazohusisha akina mama. Lakini pia ni wakati wa kupoteza vitu vyako, kuibiwa, kutapeliwa, ni mambo yatajitokeza zaidi katika nyota yenu ya mshale. Nyota ya 10 ni nyota ya mbuzi. Katika kipindi hiki ni wakati mzuri kama unataka kuoa, kama umepata mchumba, ni wakati mzuri. Tena mchumba wa sasa hivi anakuwa ndio mkweli zaidi na ni sahihi. Kwa hiyo utachofanya wewe ni kufanya ile compatible ambayo naeleza, kulinganisha, kuangalia sasa, je, tabia zangu na tabia zake zinafaa? Ndio anafaa. Maana nikisema kufaa, yawezekana kuwapata 10, wanaume 10, wanawake 10, lakini kati ya 10 si wote ambao watakuwa wanaendana na wewe kitabia. Na tabia ni jambo muhimu kwa mpenzi wako, kwa sababu utajua udhaifu wake na utajua mafanikio yenu. Compatible ikiwa nzuri, basi ni rahisi kufika mbele zaidi. Haya matatizo yanayojitokeza, watu kuachana, kutengana, yanachangiwa na mambo mengi. Lakini inawezekana sio compatible. Compatible ikawa nzuri, lakini ikawa ujinga fulani, ushamba fulani, ulimbukeni fulani, yote yanaweza kapelekea ndoa kuharibika hali ya kuwa kuna compatible. Ndio maana unakuta watu wanaachana lakini bado wanaendelea kuibana, tena sio katika misingi ile ya kiimani au utaratibu sahihi. Walishaachana lakini bado wako pamoja, ni kuonesha compatible yao iko vizuri. Ndio maana kila mmoja anamhitaji mwenzie. Twaib, nyota ya 11 ni nyota ya ndoo. Kipindi kama hiki fitna zitakuwa ni nyingi, mauaji yatajitokeza, hofu zitatokea, taarifa nyingi za huzuni, vifo, maradhi yatajitokeza. Yani utaletewa taarifa za mambo kama hayo. Kwa hiyo ina maana vitu vingi havitatimia, na hapa kama uliweka ahadi haitotimia, na kama uliwekewa ahadi pia haitotimizwa. Twaib, na hapa kuna siri nyingi utazogundua miongoni mwa kufanyiwa ile wanaita shabath, mazingaombwe. Utafanyiwa zaidi. Nyota yetu ya mwisho ni nyota samaki. Kipindi hiki ndoto unazoota ni muhimu ujue tafsiri, zitakusaidia zaidi, kwa sababu ndoto kazi yake kubwa ni kukukumbusha jambo, kukukataza jambo, kukuongoza jambo. Kwa hiyo utaona hizo ndoto zako zikaleta ujumbe muhimu. Na sio lazima utafsiri wewe, tafuta wataalamu wa kutafsirie, kwa sababu watakuwa wamepatia ile tafsiri yao. Lakini ni kipindi cha kufanya ibada zaidi, kufanya maombi, kujirekebisha katika mambo ambayo unayoyafanya. Taib, na kipindi hiki ni nafasi nzuri ya kuhama, au kufanya safari au kufuatilia kama visa, mfano ni vitu vya sababu za safari. Na pia kuna taarifa nyingi utapokea, zitakuwa ni muhimu. Na ni wakati mzuri pia wa kusaidia na kulipa madeni, pia ni wakati mzuri. Kwa haya wapendwa, mnaofuatilia darasa za Maalim Abul Hassan Jumar, karibuni sana. Na pia tumeshaanza vile vipindi vya live TikTok. Unaandika tu Maalim Abul Hassan 5, ile namba 5, @Maalim Abul Hassan 5, basi utaona unakwenda moja kwa moja katika channel hiyo ya TikTok. Lakini vipindi vya live mtavikuta ratiba kama nitakavyoashiria, lakini nilipendelea zaidi usiku kuanzia saa 3, na hakitakuwa kipindi cha muda mrefu, ni nusu saa. Naanza ikitimia nusu saa nafunga kipindi. Na kadhalika niliomba ushauri wenu, mtaweka comment hapa. Mnapendelea tena iwe muda gani? Live tunaweza tukaongeza ziwe 2, 3, lakini muda itakuwa ni nusu saa, na hapo nitakuwa nafafanua na kujibu maswali yenu mbalimbali. Asanteni sana, karibuni sana.